Hello guys, karibu tena kwenye Shebi Tech Channel. Leo tunakwenda kumaliza setting mbili kati ya tatu ambayo nilitoa katika video iliyopita. Leo tunakwenda kukamilisha setting mbili ambayo ni laptop specification na toleo la PC kama ni HDD au HDD. Karibu. Utaenda kwenye PC yako, utatype window plus R. Itafunguka sehemu kama hii hapo, utaandika CMD kama hivyo highlight hapo. Kisha utabonyeza okay. Peji kama hii kwenye screen yako itafunguka. Kisha utaenda kuandika DXD tena IAG. Uta press enter. Kisha utasubiri information zako za kuangalia PC specification. Utasikilizia hapo dakika kadhaa, zitakuletea kwenye screen yako kama hivyo. Zitakuletea hapo, utasoma hapo hivi. System manufactured, jina la PC ni HP, kwa hiyo ukiangalia ni sawa, inafanana na logo hapa chini. Shusha chini hapo. Na logo hapa inafanana, ni sawa. Na kama ilivyo kwenye PC imeandikwa manufacturer HP. Hapo unaandikia HP ProBook 640, kwa utaangalia je, na PC yako ulikuwa unahitaji kununua ni hiyo HP ProBook 640 G5. Hapo tunaenda kwenye processor. Processor ni Intel Core i5. Intel hapa kwanza, Core i5 hapa. Namba ya mwanzo inayofuata hii hapa ni generation ya 8 CPU. Kwa hiyo hapo unarudi kwenye sticker yako ambayo umekubandikia hapa. Je, inafanana na hiyo ambao umeandika hapo? Ukija kuangalia hapo ni hapa Intel Core i5 generation ya 8 CPU, sivyo? Kwa hiyo iko sawa. Je, ulikuwa unataka pia PC yenye RAM ngapi? Unakuja hapa, umeandikwa memory 16 ya mwanzo. Umeona hii hapa hii 16 ya kwanza ni RAM 16 ya mwanzo hii hapa. Kwa hiyo itakuwa memory PC yako ina nini? Ina RAM ngapi? GB 16 hizi hapa. Kwa hiyo pia utarudi kwenye screen yako, kisha unasema ni kweli nilikuwa nataka PC yenye RAM 16 ni hapa. Hapo kigezo imekizi. Ukishatoka hapo unashuka hapa next page. Next page hapo unaenda kuangalia nini? Zile ni VRAM. Je, ulikuwa unataka PC yenye VRAM ngapi? Utakuja hapa. Hapa kwenye display memory hapa hivi. VRAM ni ngapi? 128 ya mimi. Je, unaweza utaangalia kutokana na matumizi yako. Ulikuwa unataka PC yenye VRAM ngapi? Taarifa zake ni hizi hapa. Pia kuna taarifa zingine kama kawaida ambazo zimedisplay hapa. Kuna manufacturer Intel Corporation, type chip types, kuna Intel UHD graphic family na vitu vingine vingi ambavyo utakuwa unazihitaji. Utaangalia kama hivi, ziko nyingi hizi hapa. Wewe tu hapo unaweza pia kwenda next page, bado kuna taarifa zingine hizi hapo unaziangalia pia, lakini kwa according kwa general information kwa taarifa zote ambazo nimekuonyesha pia zinatosha ku determine types of PC. Je, ni yenyewe inafanana na zile sticker ambazo zimebandikwa hapa? Maana hapa ndipo wengi wanatupiga sana uzaji PC. Unakuta sticker mtubandikia zingine, alafu ndani PC ni kitu kingine. Kwa hiyo ukishafanya setting hizo, ukishangaa setting hiyo unakuwa umeshajua PC specification. Haya, twende hapo inayofuata kuangalia PC yako kama je ni HDD au SSD. Setting ya mwisho ambayo unatakiwa kuangalia ni toleo la PC kama ni HDD au ni SSD. Haya, ndio tuangalia hapo. Utaenda kwenye search bar yako kama hivi, utaipress, itafunguka hiyo hapo. Utakwenda kutype deflag, neno deflag. Ukishaandika deflag itakuletea option kama hiyo kwenye PC yako. Utakuja utaitype hii hapa deflags and optimize driver system, utaitype. Press itafunguka sehemu kama hii hapa. Umeona hapo kuna mstari wa blue umelebo hapa hivi, ambao kwenye mstari wa blue hapa juu kuna drive, kuna media type, kuna last analyzed, current status. Kwa hiyo hapo kwenye mstari wa blue hapa pameandikwa solid state drives. Hii hapa umeona? Kwa maana hii hapa PC ukishakuta neno kama ilijua PC yako ni SSD, kwa maana kwa kifupi yake ni solid state drive, kwa ni SSD. Kwa hiyo ni toleo lako nini la kisasa. Ila hapo kikuta pameandikwa HDD hard disk drive, maana ile ni toleo la zamani, na PC yako itakuwa inakusumbua kwenye kufunction kazi mbalimbali, na pia itakuwa na run very slowly. Kwa hiyo ushauri kununua, ila ukikuta toleo limeandikwa SSD ndio toleo bora na la kisasa zaidi, ambalo lina run very smooth, very fast na ina high performance katika kazi mbalimbali. Ukishatambua hizo setting tatu unakuwa umeshafahamu aina gani ya PC ununue na aina gani ya PC usinunue. Asante. Kupitia setting hizi tatu unatosha kabisa kwa fahamu na utambuzi na uelewa kwamba aina gani ya PC ununue na aina gani ya PC usinunue. Kwa hiyo usitegemee kama utakuja tena kwenye swala la ununuzi wa PC. Sasa kwa update na tactic kama hivi, hakikisha umesubscribe, umelike, umeshare Shebi Tech Channel kwa update na tactic kama hizi.